Oya familia, mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Unajua kwa nini mahusiano yetu siku hizi hayatoboi bwana? Yaani unapata mpenzi amsurvive muda mrefu. Kwa sasa mimi nimekuja kufind hii kitu nikaona nisile utamu peke yangu. Unajua hizo knowledge lazima tushare wote. Kwa hiyo mimi nikaamua tu kila usafi nije tushare wote. Kuna hii kitu inaitwa attachment, hivyo hivyo na avoidment attachment. Simeelewa tena Kiingereza, msinicheke sana. Hii sijui ndio attachment na hii avoidment attachment. Msipolitambua hili, hata kama mnapendana vipi, mahusiano yenu yanaweza yakawa mabaya sana na yakavunjika vibaya mno na mkaishi tu kuumizana. Okay, nataka nimuelezee huyu avoidment attachment. Huyu avoidment attachment ni mtu ambao kila kitu kwake kinaweza kikawa kiko sawa, awe ni mwanamke au mwanaume, kila kitu kwake kinaweza kikawa kiko sawa na mapenzi mko sawa, lakini tu hisia pale zinapoanza kuwa nzito, yani hapo ndo mabadiliko yanatokea. Mara nyingi yeye si mtu wa kusema wala kulalamika, huwa anajitenga na kujiepusha kutokana na maumivu aliyopitia huko nyuma. Yani maumivu namaanisha maisha aliyopitia huko nyuma, umeona, labda kipindi huko utotoni walikuwa wanamuignore, hawampi thamani, akijaribu yani hawampi ushirikiano. So hiyo mara nyingi ilikuwa inapelekea hii, ndio inapelekea hii tabia inaitwa avoidment attachment. Sijui kama unanielewa. Hawa watu mara nyingi ndo huo walivyo. Sasa akikutana na mtu mwenye anxious attachment, akikutana na mtu mwenye anxious attachment, huyu mtu mara nyingi analalamika, ataanza kujiuliza nimekosea wapi, na utamuumiza kichwa, kwa sababu huyu avoidment attachment yeye huwa asemi, anaamua kujitenga, anaogopa kuumizwa kihisia. Sasa huyu anxious attachment yeye anaogopa kupoteza, yani anaogopa kabisa kupoteza. Na unachotakiwa kujua kwamba huyu avoidment attachment si kwamba anapenda kuwa hivyo, ni matokeo ya makuzi, yani jinsi alivyolelewa na alivyokulia na changamoto alizopitia. Lakini huyu anxious attachment ana shida moja na yeye pia, yeye mara nyingi huwa anapenda uhakika na anaogopa kupoteza. Sijui kama unanielewa, anaogopa kupoteza mahusiano au anaogopa kupoteza yule mtu ambaye yuko naye kwa wakati huo. Kwa mara nyingi unaweza kukutana na maswali hivi hapa na pale, hivi kweli bado unanipenda? Mbona siku hizi unitafuti kwa wakati? Ulitoka kazini sijui hivi na hivi, baby sijui hivi na hivi, nikupigia simu ulisema unaosha vyombo mpaka sasa hivi hujanirudi. Yani anakuwa hivi, anapenda uhakika, ni kuaminishwa mara nyingi kwamba bado anapendwa, lakini si msumbufu. Maybe mtu mwenye avoidment attachment anaweza kumuona anxious attachment ni msumbufu, anakera, anafanya nini, lakini hapana, ndivyo halivyo, yani ndivyo alivyo. So usipoweza kutambua hivi vitu vitakusumbua sana kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano mtahangaika sana. Na huyu anxious attachment, sijui ndio anxious hivyo hivyo, utanielewa. Huyu mtu ana matatizo, mara nyingi huwa anapenda sana kuhakikishiwa na anapenda kulalamika pale ndipo anaona vitu haviko sawa. Sio kama tunaelewana familia. Kwa msipovitambua vitu mapema, mahusiano yako hayata survive. Kwa hiyo unategemea huyo mtu ulionaye yuko ni anxious attachment au ni avoidment attachment. So ukiweza kutambua hilo, alitakusumbua kabisa, yani familia. Okay, mimi ni baada ya kuipata hii kitu nikaona ni knowledge nisikae nao peke yangu. So nikabidi niwashirikishe na nyie kama familia. Chao. I hope umenielewa, japokuwa si mzuri kuelezea, lakini najua umeelewa japo kidogo. Kama hujaelewa sana, unaweza kutafuta hii knowledge kwa watu wengine wakakuelezea zaidi na zaidi na ukaelewa zaidi, na ikakusaidia hata next time kwenye mahusiano yako yanaokuja au hayo uliopo yakawa mazuri zaidi na zaidi na zaidi. Okay, make sure kwenye YouTube channel yangu na subscribe na ku like, utakuwa umenisupport sana. TikTok yangu unaweza ukanifollow pia kama hujanifollow, na ku like na ku comment, utakuwa umetisha sana. Unajua support zenu ni muhimu kwenye hivi tunavyofanya. Yeah, ciao. Thank you.